tarumbeta za kijinga. Sikiliza nikuambie, lazima kanisa lirudi kwenye lengo la Yesu la kutengeneza watakatifu, wanawake wanaoitwa bibi harusi wa Kristo, watakao mlaki anapokuja, na anapokuja ataishia hewani, halafu parapanda itakapolia, ile nguvu ya Bwana na nguvu ya Roho iliyo ndani yako vitavutana kama sumaku, kisha utachomoka na kwenda pale. Asiye na roho na uchafu hatachomoka. Hatufanyeje? Hutachomoka. Na isubiri siku ile. Siku ile ndiyo dunia itajua maana yake nini kuwa wa Yesu, maana yake nini kuwa Mkristo. Sikiliza nikuambie, huhitaji dhambi 200 ili usiende mbinguni. Uongo peke yake unatosha kupeleka motoni. Umbea peke yake unatosha kupeleka motoni. Tamaa mbaya peke yake inatosha kupeleka motoni. Uvivu peke yake wa ibada unatosha kupeleka motoni. Uvivu peke yake wa kuomba unatosha kupeleka motoni. Biblia inasema katika mji ule hakitaingia chochote kilicho kinyonge. Chochote kilicho kinyonge. Chochote kilicho kinyonge. Chochote kilicho kinyonge. Leo watu wanapata mimba makanisani na bado wanaimba. Leo watu wanafanya vituko makanisani, wengine ni watumishi. Once upon a time, a bunch of teenage girls got stranded in the wilderness. Na bado wanawaambia watu wanaenda mbinguni. Hakuna mbingu ya namna hiyo. Hata Yesu alijikana, akajitenga na utukufu, akaacha enzi. Lakini kanisa la leo linataka libebe kila kitu. Umbea beba, zina beba, uongo beba, mpaka na uchawi leo beba. Watu wanakwenda kwa waganga huku wanasema wameokoka. Nataka nikuambie, inakuja siku Bwana atakaposhuka na utukufu wake, na parapanda ya Bwana itakapolia. Hapo ndipo siri za mioyo zitakapodhihirika. Unaweza kujificha kwa mchungaji wako, unaweza kujificha kwa mume wako, unaweza kujificha kwa mke wako. Inakuja